Hivi jana kilitokea nini nje? Maana nakumbuka mara ya mwisho kuna mkaka fulani hivi alikuja amevaa kitisheti cheupe, halafu alikuwa na panga, lakini baada ya kufika Bi Hadija akaniambia niingie ndani. Sikuelewa kilichoendelea. Ba mdogo, kuna vitu wewe unaviangalia tu, hupaswi kuvijua sana. Sawa. Ba mdogo, tule basi kule nyuma tukapeane kidogo. Peana tena? Akitukuta Bi Hadija. Hadi usuli. Tulikuwa naye kwenye mpira lakini sasa hivi uko hivi. Mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi nawauliza nyie? Lilian alipiga makelele kule, nyoka nyoka nyoka, ndo nikawa nimetoka nikakimbia kwenda kumuokoa huko. Nikishangaa ya Musa utaona ya Firauni. Au vitu vya kumwivi ndio vimemroga huyu. Wewe nani? Balevu. Hata kijui jina lake. Wewe nitakunasa banzi wewe. Sisi kwa tunacheza mpira pamoja sasa hivi nitakupiga. Ndio mama, kama anavyosema ba mdogo. Niliona nyoka kule nyuma nikapiga kelele, kwa amekuja. Haya, ingieni ndani.
nangu telaka. Unaona sasa mjomba, nilivyokuambia. Nilikukataza kwenda kwa Bi Hadija ila ukalazimisha. Unaona sasa aliyokukuta. Bado tuna tatizo la kuokoa mdogo wako. Bado umeongeza tatizo tena lingine. Sasa sijui nitafanyaje. Niambie mama. Wewe acha tu. Vipi? Ulijisikiaje penzi la jana? Wewe. Niambie. Ila jana tulishikwa. Angewezaje? Nilikuona tu umeanza kutetemeka ikabidi mziki niurukie. Cha ajabu na uka support vizuri kweli mpaka nikapenda. Eti kanatuambia, nenda ndani. Kajua kanatuasha kofi. Kwambie kitu. Hawezi kushindana nasi hata wakiungana makopo kututupia. Ndio. Kakako alijifanya kumfuatilia mdogo wake kwa Bi Hadija, lakini kilichomkuta anipata na nini tena kakaangu? Sasa hivi ameshakuwa chizi, yuko miti mirefu anaokota makopo hivi. Heshima yako mganga wa kijiji hichi. Mganga, kwangu kuna tatizo, naomba nisaidie. Bi Hadija. Bi Hadija. Asante. Bi Hadija samani,
bila samani. Karibuni sana. Unasaidia nini? Yadija. Kwa tumemwijia Lilian. Tumpeleke kwa mjomba wake, maana mjomba wake anaumwa sana. Aliyekuwa anakaa naye shakuwa kichaa. Kwa hiyo tunamwomba tuondoke naye. Haina haja kueleza kwa sababu nishajua shida inayoendelea. Kijana wako amefanya makosa makubwa sana. Hasira sawa. Lakini rudi nyumbani ili jambo niacheni. Kwa hilo haliwezekani. Kwa nini? Hii ni kumbuka ni wa Mungu. Nimesema kwa hilo haliwezekani. Tena kufumba na kufumbua, mwe mmetoka nyumbani kwangu. Majinga sana nyinyi. Habari rafiki, naitwa Juma, ni mmoja wa wafanyakazi katika kampuni kubwa la Eteno. Eteno ni kampuni ambalo limeanzishwa China. Eteno tunajihusisha na uuzaji wa dawa kwa magonjwa sugu na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Magonjwa hayo ni kama magonjwa ya macho, magonjwa ya meno, shida za ini, figo, bawasiri, tezi dume, matatizo ya uzazi, upungufu wa nguvu za kiume kwa kina baba na magonjwa mengine mengi yanayofanana na hayo. Sisi unapofika kwetu hapa hatukupatii dawa tu kwamba uanze dozi yako, hapana. Huwa tunafanya kazi ya kuchunguza chanzo cha tatizo, kisha tutajua ukubwa wa tatizo, hapo ndipo mgonjwa ataanza kutumia dozi. Na baada ya hapo dawa zetu ni dawa za asili, yani tibarishe. Wataalamu wanasema supplements. Supplements ni tofauti na dawa zile za kizungu. Kwa mkoa wa Geita tupo eneo la Shirabela. Ofisi zetu zipo Shirabela, au ukifika Nyankumbu pia ofisi zetu zipo karibu na ukumbi wa Furahisha. Pia tupo katika mikoa mbalimbali hapa Tanzania. Kwa maelezo zaidi kuna namba zitapita hapo chini. Piga simu utaelekezwa moja kwa moja hadi ofisini. Karibuni watu wote wa mkoa wa Geita na viunga vyake, hata maeneo jirani pia. Karibuni sana Eteno kwa huduma bora. Eteno, one team, one mission. Juu zaidi, nguvu ya pamoja. Tumekubali utuhudumie, utuimarishe kiuchumi. Eteno, mali yako, mali yetu. Tunapatikana Geita na Tanzania kwa ujumla. Njoo tukuhudumie, kwani huduma zetu ni bora zaidi. Usipange kukosa huduma zetu, kwa maana tunachunguza tatizo. Magonjwa tunayotibu: bawasiri, madonda ya tumbo, mgongo kuuma, kupooza, asma, kisukari na kadhalika. Nyote mnakaribishwa.